ziko ishara zinazokuonesha kwamba nimekuwa mtu wa rohoni na ninaenenda katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Ziko ishara zinazokuonesha I'm a spiritual man who is walking in spirit. So unaweza ukakaa ukajitafakari, sina ishara hata moja. Wakati Elia anamwambia mtumishi wake kaangalie kama mvua inanyesha, akamwambia kaangalie ishara. So katika ulimwengu wa roho unaweza ukatumia vitu fulani kama ishara ya kuonesha hapa nipo rohoni. Hapa nipo mkavu hapa. Hapa nipo mwilini kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Soma Marko 16:17. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo. Kwa jina langu watatoa pepo. Watasema kwa lugha mpya. Watasema kwa lugha mpya. Watashika nyoka. Watashika nyoka. Hata wakinywa kitu cha kufisha. Hata wakinywa kitu cha kufisha. Hakitawadhuru kabisa. It will not destroy them. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa. They will lay their hands upon the sick. Nao watapata afya. They will receive healing. Hallelujah. These are the signs of a spiritual man. Bwana Yesu asifiwe. So watu wengi wanaposoma this scripture, they think far away. Bwana Yesu asifiwe. Wanafikiria mbali sana. Sema wanafikiria mbali sana. Lakini hii scripture ilikuwa ni kwa ajili yako. Ipo karibu yako. Inakuhusu wewe. Anasema ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Are you a believer? So you have to see any of this sign. Unatakiwa uone ishara yoyote katika hizi. Kitu cha kwanza, kwa jina langu watatoa pepo. Hallelujah. So ukisema watatoa pepo, watu wanafikiria paka niende kanisani, mchungaji akimwekea mtu mkono, akaanza na yeye akienda wale toka wacharazi, toka. Pepo likatoka, sasa mtu alone. Hallelujah. This scripture inamaanisha kwamba kwa jina la Yesu wherever you go, kwa sababu ulimwengu adui amefanyika kama miliki. Kuna wakati anamwambia Yesu kwamba ukinisujudia nitakupa ulimwengu huu. So kwa jina la Yesu unaweza ukaenda eneo lolote na ukaliteka katika ulimwengu wa roho. Ukatoa mapepo mahali pale, ukasema I'm a spiritual man in this area. Hakuna atakayesimama kwa nguvu za giza, na nitatawala kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Use the name of Jesus to cast out demons everywhere. Katika biashara, sijui wapi unalala, wapi unatembea, you have ability. Na hiyo ndio ishara ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Ishara ya pili, watasema kwa lugha mpya. Bwana Yesu asifiwe. Actually this is a spiritual tongues. Kunena kwa lugha. But what the spiritual tongues mean? Inamaanisha ni lugha inayotoka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Ni lugha ya mawasiliano ya mbinguni. So kuna lugha zingine mtu akikwambia unajua hii sio lugha ya mbinguni. Ukimwona mtu anakuambia lugha ya kushindwa, mwambie una lugha ya mbinguni. Mimi nimepewa lugha mpya ya kutangaza ushindi, nimepewa lugha mpya ya kusema afya na uzima. Hallelujah. So you have new tongues. Una usemi mpya. Wakati wengine wanasema mabaya, wewe unasema mema ya Mungu. Because you know the power in the name of Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. As you see, Caleb and Joshua walipokwenda kufanya upelelezi, actually they see kwamba situation ni mbaya. But because of these tongues, kwa sababu walikuwa watu wa rohoni, they come back with the good news. To you everything is a good news in the name of Jesus. I speak to you, everything shall be good news in the name of Jesus. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Tunamalizia hizi ishara. Watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru.
So another thing is the power of protection. Wengi watapata ajali lakini wewe hautaumia. Bwana Yesu asifiwe. Wengi watakutana na changamoto lakini kwako itaepushwa mbali. That is a sign. Unajiuliza, mbona nilikuwa na sifa kama hawa? Mbona na mimi nilikuwa kwenye gari lililopata ajali vile vile? Kwa nini mimi nimepona? You are a spiritual man. This is a sign that there is God in you. And you walk in the spirit. Unatembea katika roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Anamalizia kwa kusema, wataweka mikono juu ya wagonjwa na watapata afya. Neno ugonjwa ni udhaifu. Hallelujah. The word sickness is disability. Ana uwezo kufanya kitu fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. So anaposema wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapokea afya, it means in your hands. Sema katika mikono yangu there is a power of healing. Speak by faith. Sema katika mikono yangu there is a power of healing that can heal anything is sick. Inayoponya kitu chochote kinachoumwa. Hallelujah. So kuna nguvu ya ishara ya kuponya vitu vilivyoharibika, vitu vilivyo katika hali ya udhaifu, vitu vilivyo katika hali ya kuanguka. Kama kuna biashara haina afya, unaambia mtu, njoo, come to me, I'm a spiritual man. Njoo katika ofisi ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. So we have these signs to show us we are spiritual. Unaposoma scripture, ilifaa kwako kwanza kwamba kama mimi ninamwamini Kristo, there is any sign to me. Kuna ishara yote hapa? Wangapi wameona ishara yote hapa inatenda kazi? Hajaenda kutoa pepo. Au ndo tulikimbizwa? Kuna watu waliingia kukemea pepo siku ya kwanza, wakakuta sala kwanza, toka kwa jina la Yesu. Paka masaa 8 anasema utumishi tunawaachia wengine. Mimi nitakuwa praise team. Hallelujah. Au nitakuwa pianist kama Biblia. Kama na relax. Wangapi wana enjoy? Mpigie Bwana makofi. Hallelujah. Utukufu kwa Bwana. So this is a power how a spiritual man is. Natamani jioni leo useme, ninapoingia mwaka 2025 inataka niwe mtu wa roho, ninaye enenda katika roho. Hallelujah. Sema, natamani niwe mtu wa roho, nitakaye enenda katika roho, nitakaye tembea kwa nguvu za roho. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe.